Mdogo wako yuko wapi? Nipiga simu muda mrefu kweli. Nakuja aje. Mbona hivi anadharau? Inabidi tu tuvumilie ba mdogo. Maana hata mwenyewe pia nimempigia simu lakini amenambia anakuja yuko njiani. Inabidi tu tunasupa. Akusema mimi babake mdogo mbona anadharau? Haya sio haya. Subiri. Basi tufute subira, tumsubiri yeye ndo mkubwa. Blandi na mama. Mbona cheka namtaja dada yako unafurahi? Ngozi vipi? Nakumbuka kipindi kile ulikuwa unatusimulia hadithi za sungura na fisi. Si unajua wazee wa kale? Kule nimechelewa. Kamo Maraba. Bora ulifika. Ndio kila ndo kinaanza. Wanangu sikilizeni, nimekuiteni hapa. Msiba mshatokea. Kakangu tushamzika. Mimi naona watu wengi wameondoka. Na mimi nimekaa muda mrefu. Na mimi naomba niondoke, nikaangalie majukumu mengine nyumbani kwangu. Sasa naomba nisikilizeni kwa makini. Mambo ya msiba msahau. Kwa hiyo kama hujatokea msiba, nyinyi wote wakubwa. Mnielewa? Wewe ndo mkubwa. Anafuata huyu wa mwisho. Mwishi kwa amani. Mpendane. Hii nyumba hii hapa mnaiona hii mtakuwa mnakaa nyinyi. Nyinyi kama nyinyi. Hii vyumba vitatu hivi hapa hivi. Kimoja chako, kimoja cha huyu, kimoja cha huyu. Naomba mpendane. Mwishi kwa amani. Kila mtu achukue kodi. Nisisikie tena mnagombana, mnapigana, si nini. Sitaki nisikie. Baba yenu amefariki mnapigana, sitaki nisikie. Naomba mwishi kwa amani. Mpendane. Nyinyi baba mmoja, mama mmoja. Mimi kama baba yenu mdogo. Ba mdogo. Kwanza tumefurahi sana kwa usia ambao umetupa. Na kingine tutakuwa makini kwa hiyo ulichokisema kwamba kila mtu ana chumba chake. Na hii nyumba kubwa ni nyumba ambayo tunaishi sisi. Kwa hakuna lolote ambalo litakalotokea ambalo litatufanya mimi nikagombana na dada yangu au mdogo wangu hapo. Kwa tutapendana wote, sisi ni watu wazima. Sawa sawa. Tunajua kwamba hichi kinakuwa hivi na hichi kinakuwa hivi. Kwa hiyo kwa hilo uondoa shaka. Basi kumbe mwanangu unafanya sawa. Haina shida. Umesikia na mdogo? Nimesikia. Kwa ela zangu. Sawa. Basi mimi niacheni niende, mwende na majukumu mengine. Basi hamna shida. Afa ujeuri huyu saa nyingine. Jamani, samanini kwa usumbufu. Na poleni pia na majukumu yenu. Shukrani. Nimewaita hapa niko na kikao na nyinyi. Nadhani mnajua kilichotokea hivi karibuni baada ya mzee wetu kututoka. Na kilichofanya niwaite, kuna utaratibu kidogo nataka niubadilishe. Tofauti na ule utaratibu wa mwanzo alikuwa nao mzee. Nadhani tunaelewana, si ndio? Kuhusu masuala ya kodi, maji na umeme, kuna vitu kidogo nataka nivibadilishe. Tunaelewana jamani? Ndio, tunakusikiliza jamani. Okay. Bwana James. Naam. Wewe kodi yako, hela umeme na maji ni bwana huyu hapa. Sawa, Bwana Zaga. Haina shida kabisa. Sawa, nimeelewa, haina shida. Huyu ndo atakuwa bosi wako. Kwa kila kitu ambacho kitakachokuwa kinahusika kwako, huyu hapa utakuwa unamuona. Ila kama kuna tatizo lingine zaidi, unaweza ukanifuata pia ukaniambia. Sawa, haina shida. Fuata. Bwana Nali hapo na mke wako. Bwana Ibra. Naam. Kodi yako, hela maji na umeme, mimi hapa. Sawa, nimekuelewa. Umenielewa?
Kwa kila kitu kitakachokuwa kinaendelea, wewe na mimi ndo inabidi tu tunaonana. Sawa eh? Bwana Singo. Naam. Afu nasikia ukienda chooni huo unakaa muda mrefu sana. Mpaka wenzako muda mwingine wanalalamikiaga. Sijaelewa tatizo ni nini. Chooni tena? Hapana, haiwezekani. Na maneno yao uzushi tu haya. Maneno ya uzushi eh? Yeah. Sasa wewe ni huyu hapa. Bosi wako. Dada yetu, sawa eh? Nimekuelewa. Kwa hela maji, umeme na kodi ni huyu. Sawa. Ujitahidi uoe. Usijali. Na hii nimefanya hivi kwa sababu baada ya kikao kukaa na baba yetu mdogo, imebidi tugawane majukumu kwenye hii nyumba. Sawa eh? Kwa hiyo imebidi kila mtu awe na sehemu yake ya kujipatia riziki. Ndio maana wewe utakuwa unamuona bwana huyu, hawa wataniona mimi, bwana Singo atakuwa anamuona sister. Kuna yoyote hapa mwenye chochote labda cha kuongea, kuchangia, labda nimeenda tofauti na maelezo? Hapana, tumekuelewa. Bwana James. Mimi nafikiri liko sawa boss, kwa sababu wenzangu wote wamesema hakuna shida, na nafikiri mimi upande wangu pia hakuna shida. Tutaishi kwa kufuata taratibu mpya. Jamani, nadhani mnajua mimi usumbufu sipendi. Napenda niishi na watu wamenyoka. Kama una tatizo kabla ya kodi nifuate, niambie kabisa, bwana iko hivi na hivi hivi na hivi, na kuelewa. Si wote ni binadamu, si ndio jamani? Tunakwama. Kwa hiyo tulia bwana. Namtulia. Moja tu. Tulia sasa. Kwa hiyo jamani, mimi nataka tuishi kwa upendo kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Sawa eh? Haina shida ndugu. Lakini mbona mnamsisitiza ndugu yetu aoe? Nazungumza naye. Kitu kidogo tu. Na jamani, mimi na hoja moja. Kama kuna mtu amepika wali mwingi, asisahau kunikongea kunipa. Mdogo wako Zaga na mama. Pleti moja. Tuna vikao bwana. Hamna shida. Tunaisha, tuna mazungumzo yetu. Oya Zaga. Zaga. Oya Zaga. Njoo mwanangu, njoo. Na shida na wewe. Kumbe ni wewe. Oya, inakuaje? Chad Baniga. Sasa sikia mwanangu. Mimi hapa nimekuja na jambo moja tu. Iko hivi. Kuna changamoto kidogo mimi nanitokea kule kwenye familia yangu. Uelewi nini? Oya, niko serious mwanangu. Yaani hapa mimi sijaja kuja kufanya drama wala nini. Mimi nazungumza issue iliyokuwa serious. Kuna changamoto moja inanitokea hapa mimi kwenye geto langu. Sio, unanielewa? Mke wangu siku hizi amekuwa anatokewa na ndoto za ajabu na masuala ya ajabu sana, yani anamfanya anakuwa na stress. Yaani nafika hatua usiku anapiga makelele. Sasa mimi hivi vitu vinanichanganya, afu mimi sina amani. Yaani kuna wakati tunakesha. Asubuhi hapa tunaiona. Sasa mimi mwanangu nimekuja hapa na mchongo mmoja. Sielewi yani. Inabidi tu nikwambie ukweli. Ukambusu. Hapa. Mimi mwanangu nilikupa hela miezi 6. Najua unajua. Sasa tumeshakaa mwezi mmoja. Naomba unirudishie pesa yangu ya miezi 5 mimi niondoke zangu mwanangu. Mimi nihame nyumba yenu. Nimeshakuwa na maruelue sana, sielewi, yani kichwa changu hakikai sawa. Goja. Kuambie usiamini mambo ya kishirikina. Alafu hizo ni ndoto tu. Mambo ya kawaida. Uacha wewe umama, usiwe moga. Lasta Jafari Kisen Jafari una kuku na mambo ya kimama. Pesa sasa kula. Airudi
Hasa kama umekula mwanangu, kwa hiyo mimi niendelee kukaa hapa nipate stress, mke wangu anateseka sio? Yaani unafikiri mimi nakuwa na amani kiasi gani? Yaani mke wangu anapata shida usiku, anaota mandoto ya ajabu, si mara vitu yasiyoeleweka mwanangu. Mimi nisaidie mwanangu. Palangana mimi unipatie hela ya miezi 5 iliyobakia. Haipo. Gasa goja nikwambie. Unaziona hizi nyumba zote. Hami mtu ukitaka kuhama acha lako. Oya, naondoka mwanangu. Nikirudi jioni nataka hiyo pesa. Ya nataka hiyo pesa. Mimi siwezi kukaa hapa mke wangu ana amani. Serious siwezi. Kaka nimekuja. Alafu unawezaje kuleta maeneo kama haya? Wewe unaona haya maeneo yanaendana na mimi kweli? Hiyo ndio salamu. Unanidharau. Wewe kunyita sehemu kama hii. Kwanza unasemaje? Mimi na langu ni lile. Kuhusu ndoa. Sana najiongea zaidi ya hilo. Kaka unachizi ni. Mimi sio kuolewa. Mimi sitaki kuolewa. Wewe kama vipi fanya mchezo uliopita. Hela nikakupa unachotaka basi. Mimi sihitaji kuolewa bro. Nilikwambia nataka kuolewa. Nilikwambia nahitaji ndoa. Relax. Leta hela basi. Na ndio mfano nini na maneno unayoongea? Unafanana na nini? Fanani kabisa. Nafanania na kitu gani? Fanani kabisa Blandina maneno unayoongea. Fanani kabisa. Nafikiri unajua jinsi gani ninakupenda Blandina. Unanipenda? Mimi issue za kuolewa sitaki kaka. Unanisikia? Kuolewa mimi sitaki. Kama una shida na mimi, naomba hela kama mwanzoni tulivyofanya basi. Umeelewa Kwa stori za ndoa sitaki. Mimi nataka hela. Umeelewa Ngoja kwanza niongee na hisi. Halo? Vipi? Safi, mambo vipi? Fresh za kwako? Poa, sasa uko wapi? Niko sehemu hivi. Kwani vipi? Unanihitaji sasa hivi? Joshua, nimekumiss sana. Okay, hivyo ndio vitu nataka. Shilingi ngapi ipo? Mbona una haraka sana? Haiwishi uje kwanza tuongee. Hapana, shida yangu ni pesa. Yaani nataka direct, sitaki mambo ya ng'ang'anga. Nataka hela, nikute cash, unipe kabla tujafanya chochote. Shilingi ngapi ipo kaka? Shilingi ngapi ipo? 50. Sehemu gani ulipo? Nakuja sasa hivi. Uko wapi? Nakutumia location. Tuna haraka. Sawa, nakuja sasa hivi. Tuma 50 uwepo nayo mkononi please. Sitaki kukopana, uwepo nayo mkononi. Poa, hata usijali, nakutumia location. Sawa, nakuja sasa hivi. Okay, fine. Sasa my dear, mimi naondoka, nishapata hela huko. Kwa hiyo siku nyingine ukiwa na shida na mimi, nipe hela. Ndoa sitaki, katafuta watu wanahitaji ndoa. Kwa hiyo Blandina, kuna kitu mimi nataka nikuambie. Sawa, siku zote na kuheshimu kwa sababu mimi ni mpangaji wako. Kiufupi Blandina, mimi nimetoka kukuelewa dadangu. Sasa wewe sijui unasemaje? mimi sihitaji kuwa kwenye maelewano wewe unawataka wewe. Najua unahitaji mahusiano. Si ndio? Kitu ambacho mimi siwezi. Nishapendwa huko nyuma. Sasa hivi sihitaji kupendwa. Kwa hiyo wewe tuniambie unataka mapenzi kwangu basi. Kivyovyote vile dadangu, mimi nipo tayari. Sasa sikia, tusipoteze muda. Mimi bajeti zangu huwa ni 50,000. Bila 50,000 hunipati. Kwani kitu kidogo sana dadangu. Kama vipi nikupatie muda huu tumalizane? Ngoja niende zangu ndani hapo nikaangalia mazingira. Wewe tangulia geto. Chonde. Pesa yangu hizo nizikute 50,000.
Habari za kukopeshana sio kufanya nini sitaki. 50 upo nayo mkononi. Umenielewa? Kumbe mimi nimekuzumu ndo zako nimekuzumu kumbe Ndugu yangu, achana naye, akiweka hivyo vizuri. Sasa ndio tusimamishe barabarani. Ni shida yako nini? wewe ngoja sasa, nimekuona unatoka lodge, kumbe ndo kawaida yako. Unataka kunyoa? Hebu achana naye bwana. Sasa ngoja nikuonyeshe, unaleta jeuri kwa taarifa yako nitaichukua hiyo. Wewe sikiliza, nitaichukua hiyo nikaitunze kwenye kabati, ndio inaompa jeuri. Ulikuwa na mpango nizide tu, unaleta jeuri.